Amen. Amen. I'm happy to meet you today. Ninafuraha kukutana nanyi leo. I thank God for this time he has just given us. Nashukuru Mungu kwa fursa ambayo ametupa. It's not because we are worthy, but it's because of his grace. Si kwa kuwa unastahili, lakini kwa sababu ya neema. I also appreciate God for the leadership of the church. Nashukuru Bwana kwa sababu ya uongozi wa kanisa to allow me to use this altar. Kuniruhusu kunipa madhabahu haya. As I've always said, wakati mimi husema, there are altars that you cannot step on. Kuna madhabahu ambayo huwezi kusimama juu yake. But I'm privileged to be here today. Lakini nimepewa tunuku ya kuwa mahali hapa leo. Designed for a divine purpose of God. Kuundwa kwa jukumu la kiungu la Mungu. You are designed for a divine purpose of God. Umeundwa kwa jukumu ama la kiungu la Mwenyezi Mungu. The pastors have been designed for the purpose. Wachungaji wameundwa kwa sababu ya kusudi hilo. So everything has been designed for a purpose in the face of the Lord. Kila kitu kimetengenezwa kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. What do you want to talk about? Kila ambacho ni kitu gani tunataka kuzungumzia? There are situations that you go through. Kuna mambo ambayo unapitia that are so much challenging. Ambayo ni changamoto sana kwako. Some of us do wish to run out of such like situations. Wengine wetu tunatamani kuondokea hali kama hizo. But for your information, lakini kwa wewe kuelewa, you cannot escape. Huwezi ukahepa. There's a purpose for that problem. Kuna kusudi la hilo shida. That problem has been designed for the divine purpose of God. Hiyo shida imeletwa kwa sababu ya kusudi ya kiungu. You sleep hungry, unalala njaa, there's a purpose for that. Kuna kusudi ya hilo. You have no rent, huna rent, there's a purpose for that. Kuna kusudi la hilo. You have no job, huna kazi, there's a purpose for that. Kuna kusudi ya hilo. You have got a disease that has taken you for some years, una ugonjwa ambao umekusukuma kwa miaka, there's a purpose for that. Kuna kusudi ya hilo. That God's power has been manifested through that problem that you have. Kwamba nguvu za Mungu lazima zidhihirike kwa ile shida ambayo unapitia. And his name be glorified. Na jina lake likainuliwe. Bwana asifiwe. Amen. There are some people who have been designed certain responsibilities in certain fields. Kuna watu ambao wamepewa jukumu fulani kwa kazi fulani, but they feel they cannot do it. Lakini wanahisi kwamba hawawezi wakaifanya. Simply because they are inferior. Kwa sababu tu wao wanajiona kwamba hawawezi. Simply because they feel they are poor. Labda wanajiona kwamba wao ni maskini. Simply because they feel they are not talented. Wao wanaona kwamba labda hawana talanta. They feel they cannot deliver. Wanaona kwamba hawawezi wakafikia malengo. But if you cannot deliver, kama huwezi ukafikia malengo, but you are present, lakini wewe uko pale, you are divinely made to be present for the purpose of God. Umewekwa pale kwa kiungu kwa sababu ya kusudi la Mwenyezi Mungu. You cannot speak even before others. Huwezi ukanena hata mbele ya watu. Your silence has got a divine purpose. Kunyamaza kwako kuna uungu ndani yake. Bwana asifiwe. Amen. I want us to go to the book of Esther. Nataka twende kwa kitabu cha Esther. Chapter 4. Esther 4. Verse 14. 14. Esther 4:14. For if you remain silent at this time, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, relief and deliverance of the Jews will arise from another place. Ndipo tutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine. But you and your father's family will perish. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. And who knows? Lakini nani ajuaye? But that you have come to your royal position for such a time as this. Kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu. I repeat that last sentence. Nitasoma mstari wa mwisho tena. But and who knows that you have come to the royal position for such a position or for such a time as this. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Mungu abariki neno. Amen. 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 I know you may not understand what I've just read. Huenda usielewe kile ambacho nimesoma. But these are the words spoken by a person in the book of Esther. Haya ni maneno yanayonenwa na mtu katika kitabu cha Esther. Esther is one of the two books in the Bible that are named after women.
Esther ni kitabu, baadhi ya vitabu viwili ambavyo vimetajwa majina ya wanawake. And in the book of Esther, there's no name that God has been mentioned in it. Katika kitabu hiki cha Esther hakuna neno ambalo limeandikwa pale neno Mungu limetajwa. There's a reason as to why God is never mentioned in the book of Esther. Kuna sababu kwa nini Mungu hajatajwa katika kitabu cha Esther. This is a book written when the Jews are in exile in Persia. Hapa hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa ambapo Wayahudi wako utumwani kule Persia. The Jews had been taken captive. Walikuwa wameshikwa mateka by Babylonians. Na wale wa Babiloni. And the Babylonians were again taken captive by the Persians. Na wale wa Babiloni pia wakachukuliwa na Wapashia. So these people are under captive. Na watu wote wako chini ya mateka. And there's this person called Esther. Na kuna mtu anaitwa Esther. This is a lady whose parents had been killed. Huyu ni binti ambaye wazazi wake walikuwa wameuawa. And she was being taken care of by his own uncle. Na alikuwa akilindwa ama akilelewa na mjomba wake. So the uncle was called Mordecai. Asa mjomba wake alikuwa akaitwa Mordekai. And he was serving in the palace. Na alikuwa akifanya kazi katika ikulu. So there came a time when the king wanted a wife. Pakaja wakati ambapo mfalme alihitaji mke. And ladies were paraded so that he could select a better wife. Na wakawekwa katika mstari ili akachagua ile mke ambaye angempenda. Esther, Hadasa, which means star, ambaye inamaanisha nyota, was among the ladies. Alikuwa alikaa katikati ya wale wanawake. But you see, she talked to herself. Akajizungumzia mwenyewe. I'm an orphan. Mimi ni yatima. Have no parents. Mimi sina wazazi. And I'm an alien in this land. Mimi ni mgeni katika mji huu. Will I ever have any favor before the king? Je, nitapata kibali mbele ya mfalme? But Mordecai insisted. Lakini Mordekai akatilia mkazo. Go to the contest and you will win. Nenda katika yale mashindano na utashinda. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this lady is before the Lord. Is before the king. Huyu binti yuko mbele ya mfalme. The contest goes on. Sasa mashindano yanaendelea. She wins. Anakuwa mshindi. Then she goes to the palace. Anaenda kule kwenye kasri. When the Jews are in captivity, wakati Wayahudi wako katika utumwa, there is a decree that has been decreed. Kuna amri ambayo imetolewa that all the Jews have to be killed. Kwamba Wayahudi wote wauawe. And you see, Hadassah is a Jew but in the palace. Unaona huyu Hadasa ni Myahudi lakini yako katika kasri. Esther is a Jew. Esther huyu ni Myahudi but is in the palace. Lakini yuko katika kasri. But the Jews have to be killed. Lakini Wayahudi lazima wauawe. She also has to be killed. Lazima yeye pia auawe. Bwana asifiwe. Amen. She is in the palace, she has got the power. Ako katika kasri lakini ana nguvu. But she's a victim under the law. Lakini yeye ako chini ya sheria. So Mordecai realizes that we are going to be killed. Mordekai akagundua kwamba tunaenda kuuawa. Even Esther is going to be killed. Hata Hadasa anaenda kuuawa. Even though she thinks she's in the palace. Hata kama anadhania kwamba yuko katika ikulu. But then the uncle Mordecai sends a message to this lady. Lakini mtumbake yule ambaye ni Mordekai anatuma ujumbe kwa Hadasa. That's when he says this message. Ndipo anasema mambo haya. Don't think you are safe where you are. Usifikirie kwamba wewe umeokoka mahali ulipo. Who knows? Nani ajuaye? Maybe you are there because of this purpose. Labda uko pale kwa sababu ya kusudi hili. To deliver us the Jews from the death. Kuokoa sisi Wayahudi kutoka katika kifo. And even if you don't do it, na hata usipoifanya, there's no problem. Hamna haja. Someone else will come to deliver us. Mtu mwingine atakuja kutukomboa. But you and your father's family shall perish. Lakini wewe na jamii ya baba yako mtaangamia. God's divine assignment. Kazi ya Mungu ya kiungu to a person kwa mtu who has been designed ambaye ameandaliwa for his purpose. Kwa kusudi lake. Bwana asifiwe. Amen. How do you consider yourself? Wewe unajiona namna gani? You underrate yourself. Wewe unajidharau. You think you cannot make it. Unaona kwamba huwezi ukafikia malengo. See, we are in a congregation the way we are. Tuko hapa katika jukwaa hapa sisi wote. But you see, we are of different ranks. Lakini sisi tuna vyeo mbalimbali. But let me tell you one thing. Wacha nikwambie kitu kimoja. You are very much important where you are. Wewe ni wa maana sana mahali ulipo. Whether you can sing,
hata kama or unaona you cannot sing, ama kama unaimba na huwezi you imba, are designed for God's divine purpose. umeundwa kwa jukumu kuu la Mwenyezi Mungu. Because if I am singing Hata kama mimi and ninaimba I have no person to sing to, na sina mtu wa kumwimbia, then my talent is useless. kwa hivyo talanta yangu haifanyi kazi. If I can Haina preach Kama naweza hubiri and I have no person to preach to, na sina mtu wa kuhubiria, then my preaching is useless. kwa hivyo mahubiri yangu hayana kazi. If I can jump and praise God in any way, Kama naweza ruka na and kumtukuza there's Mungu no kwa njia, person who can back me up, na kuna mtu wa then my kunisukuma, work is useless. kazi yangu haina maana. You are designed Wewe umeundwa for a divine purpose, kwa kazi ya kiungu, for God's purpose. kwa kusudi la Mungu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yes. We like humbling ourselves at times. Tunapenda kunyenyekea wakati mwingine. I like people who humble themselves. Napenda watu ambao wananyenyekea. I've got a bad habit on myself. Mimi nina ile hisia mbaya upande wangu, tabia mbaya. A person who humbles him or herself has got more reverence from me. Mtu ambaye ananyenyekea anaweza akanifikia na kunielewa. He really touches my heart. Kweli yeye huguza moyo wangu. Bwana asifiwe. Amen. This lady felt that she cannot make it. Huyo binti aliona kwamba hawezi akafikia malengo. But God pushed Mordecai. Lakini Mungu akamsukuma Mordekai. And Mordecai prepared this useless design. Na Mordekai akatengeneza vitu ovyo ovyo pale. And he took this design and put it in the palace. Na akatengeneza hui na akaweka pale kwenye kasri. And outside the palace, the power of God now comes in to deliver the Jews that were in captive. Na nje ya ikulu kunatoka nguvu za Mungu kuokoa Waisraeli kutoka katika utumwa. What is the main channel for deliverance? Kwamba changamoto kuu ya kuokoa hawa watu ni nini? What is the main chain of deliverance? Kwamba kamba kuu ya uokovu ni nini? It was Esther. Ni huyu Esther. The orphan. Yule ambaye hana wazazi. The person who felt I cannot go to the palace. Mtu ambaye alifikiria kwamba siwezi ingia katika ikulu. The person who felt I'm an alien. Mtu ambaye aliona kwamba mimi ni mgeni. But she made it. Lakini alifikia malengo. Bwana asifiwe. Amen. There's also another person here called Haman. Kuna mtu pia anaitwa Hamani. Haman was an Amalekite. Haman alikuwa Mmaleki. This is the person who used to work in the palace. Huyu mtu alikuwa anafanya kazi katika ikulu. He was the second to the king. Yeye ndiye alikuwa wa pili kwa mfalme. In fact, he kept the zeal of the king. Hata hivyo yeye alikuwa anaweka muhuri wa ule mfalme. But he had a total hate for the Jews. Lakini alikuwa amewachukia sana Wayahudi. When he saw a Jew, alipoona Myahudi, he was not comfortable. Hakuwa na amani. But you see, lakini unaona, as other people were bowing before Haman, wakati watu walikuwa wanamuinamia Hamani, Mordecai never bowed. Mordekai hakukuwa anainama. When I was reading that book, nilipokuwa nikisoma hicho kitabu, I remembered a person called Daniel, nikakumbuka mtu aliyekuwa anaitwa Daniel, who refused to bow, aliyekataa kusujudu before the kings of Persia. Kwa mfalme huyu wa Persia. Bwana asifiwe. Amen. How useless are you? Wewe unajionaje ubaya wako? How useless are you? Je, wewe ni kukosa faida kiasi gani? Hey. How much have you been undermined? Wewe umedharauliwa kiasi gani? How much have you lacked? Wewe umekosa kiasi gani? How much have you been segregated from these other social groups? Ni mara ngapi umetengwa katika jumuiya mingi katika maisha yako? My question is, swali langu ni je, has God segregated you? Je, Mungu ashakutenga? Has God failed to supply to you? Je, Mungu amekosa kukupatia chakula? You have nothing to put on. Has God left you naked? Je, wewe unaonekana kwamba huna kitu cha kuvaa. Je, Mungu amekuacha uchi? Why is God silent in your situation? Je, kwa nini Mungu amenyamaza katika hali yako? He's designing someone to pull you out of that situation. Anaandaa mtu kukutoa katika ile hali. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. You may not know. Huenda usielewe. The Jews never realized that this girl called Hadassah could remove them or could deliver them from. Wayahudi hawakuelewa kwamba huyu binti aliyeitwa Hadasa angewatoa katika ile shida. God can see your problem. Mungu anaweza kaona shida zako. Then he keeps quiet. Na anaamua kunyamaza. So he only designs
the apostle to come. Anaandaa mtume kuja. So he's the one that will be working with you. Ni yeye atakuwa kufanya kazi na wewe. He'll give you food. Atakupatia chakula. He'll give you clothing. Na kupatia nguo, mavazi. He will encourage you. Atakutia moyo. Then he brings you up. Anakuinua juu. Then you become a powerful person. Au unakuwa mtu wa nguvu. Then after which, lakini hata hivyo, baada hiyo, you are going to save more. Unaenda kuokoa wengi than what he did. Kuliko kile ambacho amekusaidia. Means that God is working behind the curtains. Kumaanisha kwamba Mungu anafanya kazi nyuma yako. But he's using a certain person to lift you up. Lakini anatumia mtu kukuinua wewe. Some of us do want to see God's presence always before us. Watu wengine wanataka tu kuona uwepo wa Mungu mbele yetu. If in case you have got a problem, hata kama una shida, then you start claiming God has forsaken me. Unaanza kusema kwamba Mungu amenisahau. Of course, who are you to be very close to God? Ni kweli wewe ni nani kuwa karibu na Mungu? Who are you that God should just be there with you? Wewe ni nani kwa sababu kwa Mungu atakuwa tu kila wakati na wewe? If at all even Christ Jesus said, God, why have you forsaken me? Hata Kristo siku moja akasema, Mungu mbona umeniacha? And that's the son of God. Na wewe ni mwana wa Mungu. And who are you? Na wewe ni nani? Can you learn from that? Jifunze kutoka hapo. And God has never forsaken his own child. Na Mungu hajawahi acha mtoto wake mwenyewe. He's just on the side and watching. Yuko tu kando na kutazama. And God cannot leave you to perish. Mungu hawezi kuacha wewe ukaangamia. Bwana asifiwe. Amen. This book of Esther, hiki kitabu cha Esther, demonstrates God's powerful deliverance to his children. Kinaonyesha ukuu wa Mungu wa kukomboa wana wake. I would have explained even more. Ningeeleza zaidi, but because of time. Lakini kwa sababu ya wakati. I said I'll go with the time. Nisema nitaenda na wakati. But if it's a teaching session, then I would have elaborated on every step. Kama ni mafunzo, ningeeleza kila hatua. To see, so that you could see how God is powerful and God is never hidden from our situations. Tuone jinsi Mungu alivyo na nguvu na Mungu hajatoweka katika uwepo wetu. God shall always lift you up. Mungu kila wakati atakuinua juu. God shall always have his eyes on you. Mungu kila wakati atakuatazamia macho yake kwako. God shall always share your problems. Mungu wakati wowote atashiriki shida zako. God shall always be there when you are in shame. Mungu atakuwa pale utakapokuwa kwa aibu. And God shall always embrace you when you are in trouble. Atakukumbatia unapokuwa katika shida. He will always wipe your tears. Atapanguza machozi yako. And he will surprise your oppressors. Na atawafinyilia wanaokufinyilia. And he will lift you up. Atakuinua juu. He's going to make your lights shine. Atafanya maisha yako kung'aa. He's going to make your name go everywhere. Atafanya jina lako kutambaa kila mahali. He's going to cover with his grace. Ataenda kukuwekea juu neema yako. Because you are the favored one of the Lord. Kwa sababu wewe ni mbarikiwa wa Mungu. Amen. Yes. You are the favored one of the Lord. Wewe ni yule ambaye ni mbarikiwa, ambaye amepata kibali kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. If you have got time, kama tunaweza pata wakati, I give you an assignment. Nikupatie kazi ya ziada. Take time and go through the book of Esther. Chukua na fursa na uende upitie kitabu cha Esther. Read about this person called Haman. Soma kuhusu jamaa anaitwa Hamani. Who wanted to finish Mordecai. Aliyetaka kummaliza Mordekai. He had even prepared a place to kill Mordecai. Alikuwa ametengeneza msalaba wa kumaliza Mordekai. But Mordecai, since one time he served the king. Lakini kwa sababu Mordekai kuna wakati alimtumikia huyu mfalme. One time when the king was going through the chronicles of his kingdom. Wakati mfalme alikuwa akipitia chronicles ya ufalme wake. Kumbukumbu ya ufalme wake. Then he saw that Mordecai one time saved a king. Akaona kwamba huyu Mordekai kuna wakati alimuokoa mfalme. And he wanted to award him. Na akataka kumtuza. The person who wanted to kill Mordecai. Aliyetaka kumuua Mordekai. That is Haman. Yule ambaye ni Haman. Second to the king. Ambaye alikuwa wa pili kwa mfalme. He's the one. Ndiye That moved around. Ndiye alisunguka. Announcing the glory of the person he wanted to finish. Akitangaza utukufu wa mtu ambaye alitaka kummaliza. God shall overturn. Mungu atapindua. He will make your oppressors. Atafanya wale wanaokufinyilia. To spread your glory. Kutangaza utukufu wako. They will make your oppressors. Atafanya wale wanaokufinyilia. To be ashamed because of your development. Kupata aibu kwa sababu ya mambo yako. This is from the Bible. Hii ni kutokana na Biblia. If you read that book. Kwa hiyo kitabu cha Esther. God is not mentioned. Mungu hajatajwa. But he works behind the curtain. Lakini anafanya kazi nyuma ya jukwaa. Divine deliverance. Ukombozi wa kiungu. In all the kingdoms. Kwa falme zote. The king of Persia.
was feared. Huyu mfalme wa Persia aliogopwa. The kingdom of Persia was feared. Ufalme huu uliogopewa sana. Imagine, the book of Daniel was saying that when Daniel prayed, katika kitabu cha Danieli kinasema wakati Danieli alikuwa naomba, the replies to his prayers were held by the angel of the king of Persia. Majibu ya maombi yake yalishikiliwa na huyu malaika wa Persia. So you can now realize how powerful the Persia kingdom was, even to suppress the power of God to come down slightly. Unaweza pia hata gundua na ujue kwamba jinsi falme hii ya Persia ilikuwa na nguvu sana hata kushikilia majibu ya maombi ya Danieli. But in this kingdom, lakini katika hii ufalme is where God raises an orphan. Hapo ndio Mungu anainua yatima. Then she goes to the palace. Anaenda katika ikulu. Then she delivers the Jews. Anaenda kuwakomboa Wayahudi to their freedom. Kwa kupata ukombozi. Amen. As I finish, I say this. Napo maliza anasema hii. I was in Buruburu recently. Juzi nimekuwa Buruburu. Close to KAG. Karibu pale na KAG. And I met a friend of mine who is also a pastor there. Nikakutana na rafiki yangu ambaye pia ni mchungaji pale. And he asked me a question. Na akaniuliza swali. How can you explain the existence of God? Unawezaje kueleza kuwepo kwa Mungu? That's the question I was asked. Hilo ndio swali niliulizwa. How can you explain the existence of God? Unaweza kuelezaje kuwepo kwa Mungu? See, you see, for me, I thought God has given me life. Mimi nilifikiri kwamba Mungu amenipa maisha, ninaishi. I have eaten, I exist. Nimekula, ninaishi. I've got a family, I do exist. Nina familia, ninaishi. So God is there. Kwa hivyo Mungu yupo. Then he asked me, are you the only person having all those things? Akaniuliza, ni wewe tu peke yako ambao uko na haya mambo yote? I said, we are many. Akasema ni wewe, tuko wengi. So I have not asked the many, I have asked you. Nisijauliza wengi, nimeuliza wewe. Nikashindwa. So, unajua nikawa nimechanganyikiwa. Hata darasani shuleni pia nafunza CRE kidogo, lakini hapa nikawa sasa I have to ask myself some questions. Yes. Then I told him, please assist me. Nisaidie mimi. How do you know that God exists? Unajuaje kwamba Mungu anaishi? I have failed, now you tell me. Nimeanguka, sasa wewe niambie. Then he told me one thing. Akaniambia kitu kimoja. The presence of the Jews. Uwepo wa Wayahudi. And he left me that way. Akaniacha hivyo. Najua pia umechanganyikiwa. Najua pia umechanganyikiwa. Amen. Yes. Kuwepo kwa Wayahudi, hiyo ni thibitisho tosha kwamba Mungu yupo. Amen. Nikamuuliza kwa nini? Yes. Na akaniambia, unakumbuka Wayahudi wakienda Misri? Unakumbuka Mungu akiwatoa? Yes. Unakumbuka wakifuatwa kwenye bahari ya Shamu? Ndio. Unakumbuka maji wakigonga hivi wakapita? Ndio. Unakumbuka wale wengine mahadui wakamezwa na maji? Ndio. Ukakumbuka chakula kutoka juu mbinguni kikakuja? Ndio. Ukakumbuka hata wakati wanatembea kuna wingu linawafunika? Ndio. Alafu usiku kuna sijui moto unawawakia? Ndio. Hao watu wametembea hii miaka yote. Where in history? Hao watu wanakumbana na Wamaleki, wanakutana pale na Agaki, wanapigana vita, wanashinda. Tell me in Africa or in the whole world, where? And I was like, okay, nikamwambia okay, endelea. Yes. Then he told me something. Yes, akaniambia kitu. Even Israel, the nation, is surrounded by enemies all over. Hata Israeli imezungukwa na maadui kila Those are the Jews. Hawa ni Wayahudi. They have never been defeated. Lakini hawajaishindwa. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. Let me repeat it. Wacha nirudie. Wewe ni Myahudi. Wewe ni Myahudi. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. I know God exists because of you. Najua Mungu anaishi kwa sababu ya wewe. Hallelujah. Hallelujah. God is present because of you. Mungu yupo kwa sababu ya wewe. Once I see you, ninapokuona, I see God's presence. Ninaona uwepo wa Mungu. Because what he has done in your life, kwa sababu kila ambacho amefanya maisha, I cannot do. Mimi siwezi nikafanya. No man can do. Hakuna mtu anaweza fanya. No person can do. Hakuna mwanadamu anaweza fanya. So God exists. Mungu anaishi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen.